Yo, shalom. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Apostle Amos King. Siku ya leo nina jambo zuri la kushare na wewe. Biblia inamtaja shetani kama yule nyoka ambaye ni mwerevu. Na Biblia inasema kwamba kuweni wajanja ama werevu kama nyoka na muwe wapole kama ua. Sasa shetani kutokana na uwerevu wake alio nao huwa anatumia gepo ambalo wengi hawajui kama hilo gepo adui analitumia, gepo la kukosa maarifa. Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wanaangamizwa na nani? Na huyo adui ambaye ni mwerevu kuliko hao watu wa Mungu ambao wanakosa maarifa ya Mungu. Na Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. So the more unaenda kwenye kina na Mungu, ndivyo unapata maarifa ya Mungu ya kumshinda huyo adui ambaye ni mwerevu. So now kuna kitu kimoja shetani huwa anakifanya. Unapokuwa chini kwa sababu ya uwerevu wake, kabla hujainuka kwenye kitu chochote ambacho Mungu anataka ukifanye, shetani huwa anakuletea hofu. Akileta hofu, unajiona haufai wala ustahili kufanya hicho Mungu anachotaka ukifanye. Let's say unaimba ama unafanya biashara ama kuna kitu fulani unakifanya. Anaanza kukuletea sauti ndani ambayo inasema kwamba muangalie fulani, wewe unaweza kufanya hiki kitu kuliko yeye. Muangalie mwenzako anaofanya bora kuliko wewe. Kwa unakuta ile hofu inakufanya usifanye kile cha Mungu. Mwisho wake unapishana na majira. Na ukimshinda kwenye swala linaitwa hofu, anakuja kukuletea kitu kingine ambacho kinaitwa mazoea ambayo yanazalisha kiburi. Ukimshinda hapa chini kwenye hofu, ukiinuka baada ya kuishinda hofu, utakapokuwa kule juu, watu wakaanza kukupigia makofi. Kitu kile kile kilichomwangusha, Biblia inasema kwenye Ezekieli kwamba watu walikujaza udhalimu. Si kwamba watu walimfundisha adui uovu, bali watu alipokuwa kitokeza mbele ya watu, namna Mungu alivyomuumba, alivyokuwa amepambwa kwa wingi wa mawe, alivyokuwa amepambwa na uzuri mwingi, watu wakawa wanapiga makofi. Watu wanasema wao, hatujaona malaika kama huyu katika malaika wote wanaotumwa na Mungu kuja maishani mwetu. So kitu kile kikafanya kiburi kiinuke ndani yake. Nao utakapoinuka ukaona unaanza kufanya vizuri, watu wakaanza kupigia makofi, unakuwa overconfidential. Mwanzo ulikuwa una hofu, sasa hivi unakuwa na kujiamini kupitiliza, unakosa tunda la Roho linaloitwa kiasi. Badala yake unajikuta unaanza kufanya vitu kwa mazoea. Unasema mbona jana nilifanya ilikuwa hivi na vile, hata leo nitasimama nitafanya tu. Unasahau kurudi magotini na kuzungumza na Mungu. Badala yake mazoea yanazalisha kujiamini sana, na kujiamini sana unasababisha unakosa tunda la Roho linaloitwa kiasi. Badala yake kiburi kinakutafuna, na hilo linakuwa ni anguko lako, kwa sababu kilichomwangusha yeye ndio hicho hicho atakachokileta kwako kikuangushe pia, muwe kwenye nafasi moja ya kupotea. Yesu anakupenda and I love you so much. Stay blessed, stay connected. Shalom. Yo, shalom. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Apostle Amos King. Siku ya leo nina jambo zuri la kushare na wewe. Biblia inamtaja